Yaani idea ya vumbi nimekufundisha mimi, afu unagaa utamu yani dunia nzima. Mke wangu, sikia nikwambie, mimi sijatumia vumbi. Wewe kijana, nimekuita hapa nataka nikuulize swali hili moja. Ndio. Kinyota umenionea wapi? Kwani ukishangaa vile utayaona Jumani. Wani wewe unanichukulia mimi njinga? Wewe hivi wewe ndo maana mimi nakuita korokoroni. Wewe juzi umetoka kuchukua pesa kwangu, wewe unitafutia kinyota. Afu leo tena kurudi kwangu na nitaka huyo kinyota. Hivi wewe unajielewa kweli? Mimi kukuita wewe korokoroni sikosei. Na ndo maana nikisema unabadilisha kibao. Wewe kijana. Yaani kuwa na heshima na huo mdomo wako. Utaenda kukaa jela ya Monduli. Masangula, nisikilize. Mimi sio korokoroni, hilo la kwanza. Kauli hiyo ifute. Utaenda kuozea jela. Tena utakaa jela ile ya watoto ile ambayo imechanganyikana na kina mama ile. Ukitoka hapo ngopo line. Mkate unaita mkate. Kingine, mimi niliondoka siku mbili za hapa, nilienda Monduli kwenda kusomea nyota. Ndio maana hapa hivi ninavyokuambia kuna nyota hizi 2 na korokoro juu naongezewa hapa. Na vishwa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na vishwa mwenzio. Kwa hiyo sasa kule mimi washani flash akili yangu, na pia mchanganyiko nikiangalia muda wote nacheza na mabomu, nimesomea kutegua mabomu 6 amefiatukia kichwani kwangu. Lakini wewe ndio unaniambia ukweli wa kila kitu. Na kipindi kipo kipindi kigumu sana. Nataka niambie ukweli. Nani kamleta kinyota nyumbani? Bwana shtuka. Mjomba bana. Kwani kinyota ipo nyumbani kwetu? Bana. Yaani mtaani kote huko watu wanasema kwamba kinyota ipo kwangu. Lakini nimejibu kwa uchunguzi wa hali na mali. Sijampata huyo mtu. Sasa nataka nifanye kazi moja tu. Unichunguzie ndugu zako. Ukibaini kuna kama umemficha, unishirikishe. Mavumba, Okoli ya Itolo. Okoli yaga Itolo. Nataka unichunguzie dada zako. Ila kama wewe utahusika kumficha kinyota, yaga Itolo itakuwa hakuna, na hapa patatokea baya zaidi. Na kuamini sana. Sawa Haya. Fanya kazi hilo. Maisha ya siri, kazi za siri zinatuteketeza na tunapotea ndani yake. Maisha ya siri, kazi za siri. Nikifanikiwa kuuza tu ile shamba langu la kule bondeni ambalo ni la ulisi, nataka tumtafute daktari bingwa wa hili jambo. Mapenzi ya siri tumejikuta ndani yake. Sijui kwa nini inakuwa hivi. Sababu sina michepuko. Sio kwamba na wanawake wengine huko nje, hapana. Lakini pia na wasiwasi sana na mtaa. Niombe tu nivumilie mke wangu. Hii jambo la kwanza utembea na watu wadogo hili, yani binafsi unanikosea. Unanivunjia heshima. Mtaa unavyonitafsiri mimi ni tofauti na sasa inavyokuwa. Kwa hiyo nikuombe nipe muda. Mbona sikuwa hivi mwanzoni? Mume wangu, wewe nipe muda, alafu nifanyie vitu vidogo vidogo. Mbona mwanzo uliweza, sasa hivi imekuwaje? Na uliweza ukaukamata moyo wangu kweli? Nashangaa sasa hivi. Mola tuhurumie, tupe mwanya mwingine, tusipote kabisa. Sasa wewe kwacha dada. Na tunapotea ndani yake. Maisha ya siri, kazi za siri.
maisha ya siri. Kwa mimi nimeshasahau habari hizo. Kwa hiyo adhabu ninayokupatia sasa, nakupa masaa 3. Kinyota huo ushamrudisha kisimani pale. La sivyo. Kwanza hapo nicheke. Yaani wewe kutoka sasa hivi tayari ushakuwa komando. Ushakuwa polisi wa ukweli kutoka ukorokoroni kwenda polisi wa ukweli mpaka ukomando. Wewe kuniona mimi njinga mpaka jinga ile namba ya mwisho ile. Wewe mimi usinichukulie njinga, afu mimi nakujua wewe. Wewe usinichukulie njinga kabisa na pesa yangu umekula. Mimi sio polisi, mimi sasa hivi ni komando mtarajiwa wa jeshi la polisi. Umeona? Nimeenda Monduli kusomea nyota, nimepata nyota 2 na korokoro 1 na pia nipo katika kitengo cha kutegua mabomu. Hivi hapa muda si mrefu Mheshimiwa Rais ananiambia anataka nihamishe hapa ngakae Ikulu. Kwa hiyo naomba kabla sijaenda Ikulu, kinyota hao amekuja hapa. Mimi nikajua naongea na nzima hapo. Kumbe umekula virusha vya watu wamekupiga juju. Mimi nilijua. Lazima upigwe kitu kizito wewe nshamba. Korokoroni mkubwa wewe. Kati ya mwanga kabla moyo hujavunjika. Kwa hiyo mpenzi wangu, mimi usijali, hata mtengezee maisha, na usiwe na wasiwasi. Mimi hapa cheo changu kishapanda. Yaani hapa nakuja kuwa mkuu wa kituo cha kijiji. Acha Mungu. Wewe kaa chini. Kaa chini. Hebu kaa chini. Mke wangu, yule mtomio aliyekwambia ananisumbua ni huyu hapa. Tumeingia ndani tumekuta anauza bange. Ana visu 8 huyu hapa. Na ana bange kibao. Wewe yaani idea ya vumbi nimekufundisha mimi. Afu unagaa utamu yani dunia nzima. Mke wangu, sikia nikwambie, mimi sijatumia vumbi, liko mfukoni huko, utalimwaga mimi hapa kweli yani. Kweli. Afu limepanda bei sasa hivi. Liko mfukoni mke wangu. Kweli? Mke wangu. Leo nakuua leo. Kati ya mwanga kabla moyo hujavunjika. Maisha ya siri, kazi za siri, mapenzi ya siri, tumejikuta ndani yake na hatuwezi toka. Maisha yanatukaba sana na sisi bado ni vijana wadogo. Mola tuhurumie, tupe mwanya mwingine. Moyo wetu umechoka na njia zimefunga. Sadali nipe kijiti na njiti nwashe. Taka niseme kuna mtu ananitia stress maumivu. Na kinachonitesa nahisi ni wivu. Nampenda yatajali usikivu. Moyo wangu kauchoma kaniachia majivu. Kasema Halo? Halo. Be, habari? Salama. Uko poa? Niko poa. Samahani, nilikupigia asubuhi lakini naona hatukuelewana vizuri. Ndio. Nilikuwa naomba unitafutie chumba ambacho yani class yani kizuri, kina choo ndani, sawa? Ndio. Yani naona ambacho kipo peke yake, kisiwe na yani sehemu ya watu wengi. Kipo peke yake. Sawa. Ushapata chumba kipo, tena kikubwa kinakufaa kweli kweli yani. Unataka chumba na sebule? No, ni chumba na choo. Okay, ushapata kabisa. Kwa lini unahitaji bosi wangu? Yaani wewe ukikipata hata leo tu unaambie, na uhitaji nacho sana. Basi mimi niko njiani hapo. Nitumie location WhatsApp kwenye hii namba hii. Sawa. Eti kinyota unanitia stress maumivu. Na kinachonitesa nahisi ni wivu. Mimi nakupenda wewe hata ujali usikivu. Dada tangeka sana.